wapo uwanja wa Amani zidi ya kukabiliana na FAR Rabat, na uwanja umeupa Guantanamo. Kwanza tuanzie hapo. Wamekuja na sera yao katika uwanja wa Amani Complex Zanzibar, Guantanamo. Wazee wa Guantanamo. Maana yake nini? Jela hiyo babu. Kwamba atoki mtu. Atoki mtu hiyo jela. Hiyo jela hiyo. Yaani hiyo kwanza kuna papa. Yaani ipo katikati. Hiyo jela Guantanamo iko nchi gani? Hiyo Guantanamo sikumbuki ipo nchi gani. Sikumbuki sasa hivi. Okay, fine. Kwa hiyo tafsiri yake kwamba hatoki mtu. Hatoki mtu, yani wapo kisiwani. Alafu ukivuka kwenye hicho kisiwa ni kuna papa wakali vibaya mno. Kwa hiyo hatoki mtu. Hatoki mtu maana. Kwa na wao wameona kwamba wachukue slogan ya Simba kwamba hatoki mtu kwa Mkapa. Ama? Yaani wao wamesema Guantanamo. Jela. Tafsiri. Si ndio umepelekwa jela utoki? Ndio maana yake hiyo. Yaani kila kitu cha kwa wao. Kwa hapo nataka mimi niseme nini? Mimi nakusikiliza. Chupa ndo Guantanamo. Unajua Bipo na Sony TV. Watu wananifemi vibaya. Kwa sababu linapokuja swala la Yanga wanaona kama sipo upande wao. Sio, umeona vizuri? Lakini football ni mchezo unaohusiana na kila kitu. Mpaka historia. Umeona vizuri? Football ni mchezo unaohusiana na kila kitu mpaka historia. Sio dhambi wala sio jambo baya kusema kwamba uwanja wa Amani ni Guantanamo. Tafsiri yake kwamba hatoki mtu. Unaweza ukamuuliza huyu alotoa slogan hii. Ana historia? Ana historia ya klabu kwenye matumizi ya uwanja wa nyumbani? Ana historia ya klabu yake kufanya vizuri kwa mashindano ya CAF Champions League? Sio, umeelewa vizuri? Tupe vitu. Unanielewa vizuri? Nakuja. Muulize mtu vizuri. Sio vibaya wala sio dhambi. Na sisi tutakuunga mkono kwa sababu wewe ndio umetupa slogan hii. Si ndio? Ndio. Kwamba Amani ni Guantanamo, kwamba atoki mtu, sawa. Lakini je, una historia? Ukivuka huku papa, ukivuka huku mshale. Je, mashindano haya una historia nayo? Uchawi umekuwa baharini, ukivuka tu ukipita na ndege na nini, ushavuka. Unauita uwanja Guantanamo. Anakuja National Al Ahly pale. Ndio. Anakuja FAR Rabat pale. Anakuja JSK. Unauita uwanja Guantanamo. Ujasiri umepata wapi? Ndio hivyo watu washaitwa Guantanamo. Au mtu apangiwi la kusema? Mimi sijui. Wanakuambia welcome Guantanamo. Yaani jambo pekee ambalo kama wana Yanga tunapaswa kufanya ni kuwahimiza mashabiki tu kuja uwanjani. Jambo pekee ambalo viongozi wa Yanga, mashabiki wa Yanga na idara nyingine za Yanga wanalopaswa kufanya ni kuhakikisha kuwaambia mashabiki wao ndoeni uwanjani. Kwa nini unasema hivyo? Lakini usiseme atoki mtu. Kwa nini unasema hivyo? Lakini usiseme uwanja ni Guantanamo. Guantanamo mbele ya FAR Rabat. Tuendelee. Guantanamo mbele ya mabingwa wa kihistoria kwenye klabu bingwa barani Afrika. Wana historia nao. Sasa ulishapata matokeo na wewe mwenyewe umethibitisha. Sawa. Tanzania je kumfunga Al Ahly Yanga hapa? Ndio. Unakubaliana na? Ndio. Sasa kwa nini sasa hili unapinga? Sipingi, hujanielewa. Nauliza tu ujasiri wewe unaopata wapi? Ujasiri matokeo matano ya nyuma na Favor walipokutana. Wewe unajua Yanga kamfunga mara moja tu National. Ndio maana anakuambia Al Ahly hajawahi kushinda hapa zidi ya Yanga Tanzania. Yeah. Si ndio wewe ulivyosema? Ndio. Ndio nimesema. Maana umepata ujasiri huo wa kuita uwanja Guantanamo. Sasa wewe kwa nini una imani na timu yako? Wewe hujanielewa, sio kwamba mimi sina imani. Mimi imani ninayo na dua ninazo. Sio imani tu, dua pia ninazo. Na dua unazo. Na maombi ninayo. Kwamba bwana dua yake sisi tunaijua. Lakini hoja yangu kwa nini tumeita uwanja Guantanamo?
tafsiri yake kwamba atoki mtu. Yaani uvuki na bwana jela. Tuna uhakika? Wenyewe wanakuambia una uhakika kutokana na historia. Na wewe mwenyewe umethibitisha. Kikwazo chao kikubwa ni FAR Rabat. Hao wengine wanakuambia tunawezana nao. Wewe unasemaje? Wewe utanipigisha mashoti. Mimi nimekuuliza wewe unasemaje? Wewe utanipigisha mimi mashoti nionekane msaliti, nionekane. Mimi ninachoamini. Nisikilize Dipo. Nisikilize vizuri. Ndio. Moja, sisi kama Yanga au mimi kama Yanga naweza nikasema kwenye mashindano ya kimataifa hatuna consistency bora. Hilo consistency bora. Ndio maana imani inarudi. Sio maana vizuri. Na ndio maana mimi nasema tuna uhakika. Last season Benjamin Mkapa tulihitajika goli hili. Twende robo finali. Tulishindwa. Goli hili moja. Yaani mimi Yanga kicheza away sina mashaka hata kidogo. Kuliko nyumbani. Katika kundi gumu ambalo wameposti kafu ni kundi la Yanga. Ndo kundi gumu ambalo wameposti kafu ni kundi la Yanga. Umeona sasa wewe yani wamemaanisha yote kinaweza kikatokea. Inaweza national kadondoshwa. Wanaweza wakapitani wengine usiwategemea. Katika uchambuzi wanakuambia lile kundi ndo balaa. Timu zinazoangaliwa kwenye kundi la Yanga ni FAR Rabat na Yanga. Basi. Dunia nzima wamjadili national. Sababu wanajua haya ndo mashindano yake. Na wanajua hizi hatua hizi lazima avuke. Ushakusikia national katolewa makundi? Kwa hiyo sasa wewe mwenyewe unasemaje kuhusu mchezo ambao upo mbele yetu? Mimi lengo langu ni lile. Ili tufuzu kwanza tuchukue alama 3 hapa. Je, itawezekana? Na Yanga hapa mbovu kama ulivyosema. Sio mbovu. Nyumbani pana msumbua. Maana kuna kuwa ubovu na nyumbani pana msumbua. Kwa hiyo unataka kusema kwamba kauli yao ya Guantanamo kuita uwanja wa Amani Complex wa Zanzibar kama hautoitendea haki wataivunja? Ndio mashaka yangu. Ndio mashaka yako. Sababu unaposema kwamba mimi ni Inspector General. Ni lazima uongoze msafara. Kipi ambacho kinasema sasa wewe hapa hapana? Ni ukikosi, uchezaji au kocha bado hujaona mbinu zake, ndio maana unaona kutetea uwanja wa nyumbani licha kuweka jina gumu kama hilo inaweza ikawa mtihani? Mimi nasimama tu kwenye ajenda moja. Hoja hii kipi kitakufanya useme hivyo? Historia. Haya. Historia ya kivipi? Historia ya Yanga kimataifa. Au kimataifa? Yanga kimataifa. Okay. Historia ikulizishi. Si unaona vizuri? Kwa sababu ukienda kwenye majedwali ya Yanga sikumbuke kuna mwaka walifuzi consistency kuingia robo finali ya CAF Champions League. Sikumbuki. Wala pia sikumbuki ni mwaka gani Yanga wameingia hii robo finali mara 2 mfululizo. Si unaona vizuri? Sasa hivi Yanga ndio imeweka standard ya kucheza group stage mara 3 mfululizo. Ndio. Ile ya Gamondi, ile ya mwaka msimu huu na msimu ndio tuko makundi mfululizo. Lakini kwenye robo wamefuzu mara hii moja. Kwa hiyo historia inaniambia hapana. Na ili tuipate historia ni lazima tuisikilize kesho kutwa. Tuone je tutaishi kwa historia ama historia tutaivunja. Ni lini hiyo? Jumamosi. Wewe Jumamosi unavoonaga Yanga inakuwaje? Mimi najiombea tushinde. Wewe Jumamosi unaonaje Yanga nikichezaga Jumamosi? Mimi la kwangu mimi ninaloliomba ambao lipo kwenye moyo wangu ni kuiombea timu ishinde. Ndio sawa. Wenzako wanakuambia kwamba siku yao ya Jumapili hawajawahi kumwacha mtu salama. Nazungumza kwa upande wa timu yako. Wewe unaifuatilia Yanga? Sana. Ndio timu yako? Yanga is my team. Maisha yangu. Unaipenda? Maisha yangu. Unasemaje sasa Yanga? Yaani mimi maisha yangu yapo kwa Yanga. Bipo bwana. Mimi sio mtabiri. Wala sio mpiga ramli.
ila mimi ninachoamini tunacheza na timu bora, tunacheza na timu ngumu. Sasa mimi kwa namna fupi ambayo mimi nakwambia, Yanga ikichezaga Jumapili kwenye michuano yoyote wataokuwa lazima wafike fainali. Kachunguze hiyo. Ikicheza Jumapili mechi zozote Jumapili, Jumanne, hizo siku Yanga lazima afike fainali kwenye hatua zozote ambazo yupo. Kwa hiyo tunavyocheza Jumamosi sijui. Asante sana. Shukrani.